Margaret Nduta Macharia. Mwiritu ucio no wa miaka 37, Margaret Nduta Macharia, na araikaraga mwena wa Rwai, na ni ahingicirwo ni mundu na akirwo ati kwina wira egwetherwo nja ya bururi otoria airitu aingi maroyo magatwarwo nja ya bururi. Na mwiritu ucio agereirio njira ya Ethiopia, agicoka athia gwetherwo wira miena iyo ya mabururi ma Kiarabu, no kuria athire bururi wa Vietnam. Na agikinya guo kiharo kia ndege hena bagi anengerirwo. Mwiritu ucio acokire kwirwo icio ni dawa cia kulevya. Riu riboti ni rakinyeire ira, muthenya wa ira riboti ni rakinyeire aciari ake ati mwiritu wao ta mwaka umwe ni athire na kinyitwo na ni aratuireirwo na aronekana na mahitia magukua dawa cia kulevya, na riu ahetwo thiko 14 nigetha aito ni mwe watho wa bururi wa Vietnam. Ni very harsh, very brutal ni undu wa dawa cia kulevya. Ari na dawa muthemba wa cocaine ya kilo 2 iria anengerirwo ni mundu uria wamurutire kuma airline ya Ethiopia guthie nginya Vietnam. Riu aciari no kieha kigiriko kinene muno. Mwiritu ucio acamanirie na agent, na nigwenda thirikari angikorwo kwina department ikoragwo ikideal na agent iria iratwara andu nja ya bururi. Please, people are suffering. Ado innocent Kenyans ni marasafa muno, magathie nja ya bururi, magatwarwo naku, magathi guteseka na magathi kuohwo njera cia nja ya bururi. Riu kumania na muthi ngerekereria video ino, mwiritu ucio atigitie either thiko 5 kana 6 nigetha aitwo. Margaret Nduta Macharia ambaye alienda kutafuta riziki yake, alikuwa ameambiwa ataenda Saudi Arabia, but akawa amepelekwa Vietnam. Margaret Nduta alikuwa ametoka Rwai, walikuwa wanapatana na msichana ambaye alikuwa agent mwenye walikuwa wanapatana mahali kunaitwa TRM Thika Road. Msichana mwenye alikuwa anaitwa Faith, na alipomaliza kufanya zile mambo mtu anapitia ndio aweze kuenda kwa nchi nyingine, akaambiwa siku yake imefika, akapelekwa Huruma, akachukua basi, akapelekwa Ethiopia. Kwa huko Ethiopia alikaa kwa muda wa siku 10, ambapo alikuwa anasema anafundishwa mambo na vile caregiving. Na after that siku ya mwisho akaambiwa ako na bagi kidogo, so hiyo bagi yake ni dogo na anaweza enda kazi anunue maguo zingine, akose hiyo bagi ikose kutoshea vitu. So akaambiwa itabidi anunuliwe bagi kubwa ndio asisubuke, na Nduta kubali, wakaenda wakamnunulia bag. Na vile bagi ililetwa akaangalia, akaona haikuwa na kitu, na wao ndio wenyewe walimwambia angalie. After that Nduta aliboard ndege, akapelekwa, akapitia Qatar Airways. Alipofika Qatar Airways, Nduta alipigia sistake akamwambia anasikia akiumwa na kichwa sana, na aliposikia anaumwa na kichwa sistake akamwambia achukue painkillers, na akakunywa painkillers. So Nduta akapewa $100 ndizo alikuwa nazo. Alipofika Vietnam, Nduta alikuwa sasa, wakiwa Ethiopia alikuwa ameambiwa ataenda Cambodia. Sasa Ethiopia, akiwa Ethiopia, but before akiwa Kenya alikuwa ameambiwa anaenda Saudi Arabia. So vile alifika Ethiopia akaambiwa anaenda Cambodia, yeye alijipata Vietnam. Vile alijipata Vietnam, kwa check-in Nduta aliweza kushikwa, na ikasemekana mfuko yake ilikuwa na dawa za kulevya aina ya cocaine 2 kgs. Nduta akashikwa, that was July 2023, akawa ako gerezani, hakuna mtu anajua her whereabout until the other day yenye watu walisoma kupitia kwa mitandao. Nduta amehukumiwa kifo. Waliposema amehukumiwa kifo, ilikuwa imebakia siku
16. Kwa sasa tunaomba serikali tusaidie, kwa maana amebakisha less than 2 days aweze kunyongwa, na tunaomba serikali yetu kupitia rais wetu William Ruto atusaidie kurudisha Duta nyumbani, na hata kama hatarudi nyumbani kwa sasa, atusaidie vile Duta hata hukumiwa hiyo kinyongo, at least achenjiwe hiyo kinyongo, awekewe hata kama ni kufungwa, ndio baadaye aweze kukuja huku. So tunaomba His Excellency William Samoei Ruto asimame na sisi kama watu wa online na watu wa familia, tunaomba tu akuje na wa rescue to rescue Duta, kwa maana yeye ni Mkenya, yeye alikuwa innocent, yeye hajui ni nini, hajui hizo ni nini. Akiwa hapa Kenya alikuwa mtu wa kazi mtaani, alikuwa anafanya kazi zake, na yeye hakuwa na mambo mingi. So tunaomba tu serikali yeyote mwenye anaweza tusaidia aweze kutusaidia. Something that you don't know what let me tell you something. This thing is ni mbaya. Now hata unashindwa, hata ukifungua hiyo live uiongelele useme hivi na hivi, utaanza aje? Kwa sometimes hata ukuwe na roho ngumu aje, kitu kama hiyo lazima ikuumize. Ako Vietnam, nimeona tu you guys pray so that it doesn't happen, but all I say is that let the will of God be done, because she's in Vietnam. Tumejaribu, tumeandika kwa Facebook live status wakiwa tumengangana, walishatoa date ya kumuua Sunday. But tonight I will hold a live against anything else. At least kesho, hata kama tunaweza tu march, achana na watu wengine, tu march tu peacefully, tuende tu kwa street, tuseme tu free Duta. At least we would have done something. Hata kama mimi peke yangu, mimi ndatokelezea tu. Do you think that if not government intervention, if she allegedly broke the law of that country, do you think it is easy to intervene actually? It can be reversed. Kuna pia mwingine 2018 alikuwa uwawe Vietnam bado, but the president made a statement. Maybe na ikakuwa reversed a day, like hours before, ikakuwa reversed. Yeah, the president can talk, it can be reversed, na badala nini afungwe ama aletwe huku. The story have been all over, ni kesi ilikuwa inaendelea. Yeah, it was China. Yes, it was China. The sentence has been given, but it can be reversed. It can be reversed. Then I think people could have created awareness and through whatever means ifikie the rais, so that he can make a call, or through the embassy. Do we have Vietnam's embassy in Kenya? I'm not aware about that, but you know, Kolo, mimi tu ni ile story. Hii story nilipokea kwa inbox na nikaanza kuipropel huko X wapi nini. So at one point nilipata iko Citizen pia, na mimi ningeomba kama leo, kama president anaweza make a call. Kolo nimekuambia, if Ruto makes a call, na if Kenyans can pressure, let me tell you, wachana na sasa na chai, if we can unite 20,000 Kenyans kwa live moja, hata kama ni hapa, tuseme tufunge live zote because of Duta, this country kila kitu itakuwa into standstill, because watu watakuwa tagged everywhere, watakuja. Lazima to push government yetu, because huwezi push government ya Vietnam because they don't know you. Yeah, you don't know you. Udona. So we have to force the government of Kenya to get this. Lazima we should tag. We should tag. Yeah, let us tag the nation. At least leo na kesho we make a difference. Lazima tu tag. Yeah, lazima tu tag. Lazima. And let me tell you something, there is nothing that is hard in the eyes of God.
And this one is not about tribalism. It's not about the religion. It's not about anything. It's about a sister that is suffering somewhere innocently. Innocently. Yeah. Well, I think that is a good speech there, because we need to. She's being executed tomorrow. On Sunday morning. Then I think we need to act swiftly. Only that, our leaders also don't listen, because even the grassroots leaders could have had the ground inasema nini, alafu ifikishie rais ama wapeleke parliament. That one through parliament. Right now as we speak, yesterday there was an email that was drafted na imefika mpaka kwa Wetangula. Now I don't know why, because imefika kwa personal number yake. Inafaa sahi hata government of Kenya ingekuwa sahi na discuss hiyo kitu. Kwa nini? Kwa bunge. It would have, kuna agency ya kufanya meetings, na pia X has an impact because government of Kenya is so much active on X. But today, after hizi chai zote, I will open a live. You guys, we come and mobilize and pressure this government hapo kwa X. We pressure them. Tunawatuma huko kwa X. Tunawatuma. Yeah. But you guys, whenever you are going to go to the airport or unaenda na agent, kwanza chunguza, do your hypothesis very well. Because let me tell you something, these agents that I'm fighting always and we are fighting have a lot of impact za kwa maisha yetu. Wengine wanaenda wanapotea, utaionekana kwenu. Huyo ni mmoja tu mwenye tumeona. Ni wangapi wamepotelea hivyo? Wengine wanaenda wanafanywa operation, wanaikoa madawa, wanabebwa hivyo, wakifika huko wanauawa because wasitoe testimony. Wengine wanaenda wanakuwa organs, wanatolewa organs. Wengine hata familia yako, labda huyo mtu umemkosa kwenu 15 years, labda hata ni mtu mwingine anatumia mambo ya liver na nini zake huko. Kuna wengine wanatolewa mpaka brain. You guys, we should be very keen when we are applying on these agencies, because apart from getting money from you, apart from extorting money from you, they extort your organs. Some of your family members can make money out of you. Wewe unafikiria family member amekubali uende kule, unaenda wewe, kumbe alishakutoa sadaka. Wewe ukienda ajali, akiulizwa anasema uko salama, akiulizwa anasema mlikosana, akiulizwa anasema, unaona. Sasa hizo ndio vitu hufanyika. Sometimes people can even sell you from your own hood. Wewe unafikiria umeenda kazi, kumbe someone has pocketed money. Na huyo agent aongei, na ukifika huko umeuawa, mtu wa kwenu anasema nini, mlikosana, hutaki communication tena, na anajidraftia message na ana forge. Inaonekana ni umetuma message. Unanielewa? Inaonekana ni umetuma message kwamba sikutaki tena. Kumbe wewe huyo familia yenu ndiye asha kukula. Unanielewa? Ukifika airport usishikeshike mabag za watu. Even if you are naive, mtu asikupatie bag yake, hebu nishikilia hapa nifunge kiatu. Hivyo ndio huyo mwenye unashikilia hapa funge kiatu ndiye anakushika tena, anakuwa yeye ni NISA, ni DCI. Wewe unafungwa tena. Yeye ameshapata pesa, ameokota, ameenda. That's how it works. So let us be very keen. Ukienda kwa agents, kwanza angalia huyu ameipeleka watu wangapi, ni wangapi wamerudi salama, ni complaint ngapi imekuja. Hivi ndio unafaa kujua. Na pia kuja huku nje, sometimes agency huku nje, post kwa page yako, jiuliza watu complain ya hiyo agent, because a lot of agents in Kenya are only after money. Trust you me, Kolo, there are some people that are in Dubai, are in Saudi, are in everywhere. Agents aliwapeleka na wakazima simu, wakifikiria walipelekwa na working visa, kumbe walipelekwa na visit visa, na wakaachwa huko kwa airport, wanateseka. A lot of Kenyans are struggling out there to come back home. Why? Because the agents took their money, and then after that wanawasahau. Unafungiwa simu, familia yako waliuza shamba uende, hiyo pesa ishakuliwa huku. Please let us now do this, because Kolo, why am I always bringing an awareness? Thank you, Nancy. Thank you, everybody. Why am I always raising an awareness kuhusu our agencies? Because some agencies will show you that there's a lavish lifestyle out there, but they have never been there. They will tell you that if you go to Canada, life is good in Canada. They have never stepped to Canada. If you go to US, life is good in US. They have never been there.
Sisi tumejua just the other day, na ndio tunajaribu kusukumana nayo at least tuhakikishe huyu msichana hata nyongwa. Huyu msichana tukiangalia kutoka wakati wa familia walijua na serikali ilijua, imebakisha kitu kama 2 days 1 day. So ndio maana tunataka hii kitu ikiwe haraka ndio at least kesho, hata kama tutasema free Nduta ama safe Nduta, at least rais wetu anaweza ingilia kati na apige simu Vietnam ama atume wale watu wanafaa kufika huko at least msichana wetu asikufe. So tunaomba wenye mnaomba watu waombaji, wale watu wa intercessors, endeleeni kuombea ndani Nduta, na muendelee kuombea familia yake, kwa maana wako na matatizo kwa sasa, hawajielewi na jo wako na stress. Jo huwezi kaa hivi ukijua msichana wenu anauliwa, mtoto wako anauliwa. Hiyo that cry si mzuri sana, lakini tunaomba Mwenyezi Mungu atuonekanie. Ndio maana tunasema kesho tuamke mapema saa 2 tuweze kupatana pale Nation Center, tufanye peaceful demonstration, tufanye media coverage, ndio at least tuone kama sauti yetu itasikika. Hiyo ndio mipango yetu, na ndio tulikuwa tunasema kama uko hapo na maybe hutaweza kufika mahali pale, unaweza tuma usaidizi wako ndio wale watu watakuwa wameandamana, at least wapate maji, at least wapate hizi posters, wapate zile vitu wanahitaji kesho. So kama uko hapo, ile kidogo uko nayo, unaweza tuma kwa hiyo namba iko hapo 0725802524 kifugo 725 inyanya kifugo 2524. Itatoa Willy Kamau. So hiyo ndivyo story iko. Leo tuliweza niziongee kama Githaiga, leo tuliweza ni wa kwetu Nyeri. Leo tuliweza kwenda hatukuwa na passport number ya Nduta. So leo asubuhi tuliamka na sistake, tukaenda mpaka kunaitwa aje Nyayo House, tuka retrieve the number, tukatoka hapo tukatumwa kwa tukatumwa kwa Foreign Affairs. Tukaenda kwa Foreign Affairs pale Vigilance House opposite, tukatumwa vile tulienda huko, tukatumwa Upper Hill. Vile tulienda Upper Hill tukapatana na msichana mzuri sana wa Kikuyu anaitwa Wamboi, na tukaongea na Wamboi sana, na Wamboi akatuhakikishia serikali wanatuma, kuna mtu anatumwa, lakini anatumwa kutoka Thailand juu embassy ya Kenya, hakuna embassy ya Kenya Vietnam, lakini wenye wako karibu ni watu wenye wako Thailand. So wanatuma mwenye wako Thailand aende Vietnam ndio ajue ni nini inaendelea. But sasa akatuambia shida yenye iko, wanagoja visa iapproviwe ndio aweze kuenda. Ndio sasa tukasema mundu. So tukaona ni heli tusukume serikali ndio at least hata kama ni visa inaweza toka hata kesho, na huyu afike na waonane na Nduta waongeleshane. Walituambia key thing wakienda huko ni kuhakikisha Nduta hiyo mashtaka amepewa, hiyo hukumu amepewa ya at least itolewe kutoka kinyongo, hata kama atafungwa miaka kadhaa afungwa ndio arudi Kenya. Ya pili, wanataka kujua ile agency ilimpeleka juu wanasema kuna mambo kama hiyo imekuwa ikihappen, na wanataka kujua ni nini inaendelea. Wakatuambia tuwaulize kama kuna mtu ameshapitia kitu kama hiyo na anajua agency kama hiyo, tuwafikie ndio tuweze waweze kuona ni nini wanaweza saidia wananchi wa Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mimi nawapenda, na muendelee kutugift na muendelee kutap. Asante. Thank you very much Faith Atida. Faith ameshinda na mtoto wake kwa mgongo leo, cause the grandmother to Nduta
wakati alisikia, cause Nduta was missing for a very long time. Wakati because imejulikana juzi, hiyo story imejulikana juzi because the family thought Nduta alikufanga na akaenda. So wakati wamejua what really happened, juu all this time alikuwa amefungwa, nyanya ya Nduta alisikia hiyo story akapata mshtuko akakufa. So alikuwa anazikwa leo. Huyu Faith ametoka hapa kuongea. Ameshinda leo na sister ya Nduta wakizunguka from one government office to the other. Ena mwana wake Mugogo. Love for her people, love for her community. Amebebana na huo msichana wakiingia ofisi moja hadi ofisi ingine. Now they have done what they needed to have done today. Today tumekuwa hapa kutoka asubuhi, kutoka saa 9 hapo hivyo. We've been mobilizing people to go online kwa page za TikTok, za Facebook, kuambia president to address this matter because this is a diplomatic issue. The president can make one phone call away. Na mtoto wetu aseme angali tajirani, nataka muangalie hiyo picha. Huyu mtoto wa wenyewe anakaa drug dealer huyu. Huyu anakaa magari kubwa kubwa huyu. Huyu anakaa kuishi Muthaiga huyu. Huyu anakaa hivyo. Angalie ni huo mtoto wetu. Huyo ni kuigiriro alishikishwa handball. They took advantage of her innocence. They took advantage of the poverty of her family. Na hawa watu tunasema wanakona hizi ma agencies. Most of them they are doing that. Na ndio wanashikana alafu wanafungua hadi maofisi. Wakifungua maofisi, wanafungua hadi mahospitali. Na kuambia saizi, ukienda kwa hizo agency, uenda upimo tunataka kwenda Saudi Arabia. Hizo agencies zinasema uko negative. So that unatumika. Sasa drug lords na hizi cartels, they are working together with them. So that wakienda hivyo ukitumwa, unatumwa na dawa za kulevya. Unafanywa kama kitu Nduta amefanya. Usipofika huko, ama ufikishe dawa haujafika, kama haujakufa, ndio watu unasikia waliuliwa cause walifikisha mzigo, there was no proper, hakuna kazi walikuwa wametafutiwa. Kwa hivyo akisha fikisha hiyo mzigo za hizo drugs kazi yake imeisha. Hakuna nyumba ya mtu alikuwa naenda, so wanamchukua wanamuua na huko. So this is the injustice we are saying we are collectively bringing to an end, and we want it to have the attention of the president. Now because the president has not addressed the nation today concerning this matter, cause tumekuwa online, we have mobilized Facebook kila mahali, na juu sasa hajasikia. Kesho tunanyenyekea, hatupeleki vita kwa raisi, tunaenda tu kumwambia raisi Nduta ananyongwa kesho Sunday. Nduta ananyongwa lini? Kesho Sunday. Tafadhali bwana raisi, pigia Vietnam waambie tuko na mtoto yetu iko. We don't have, he's the president, he knows those diplomatic languages. Akisikizwa atakuja ametuambia I tried my best, Vietnam said otherwise. Okay? The president manage kutuletea mtoto wetu, tutasema asanti, hatutasahau. Asipoleta pia atatuexplainia why he failed. If now moving forward, tutajua what we shall do with our political power. Hapo ndio tunasemanga we need our political power to be solving our political problems, because the people who came in the name of ati kutuleta pamoja, we give them votes. Once we give them that civil power that is supposed to come through for us right now, tutaomba Mungu, tutaomba Mungu atuambie Mungu. Wewe unajua Wakikuyu have been nothing but good and kind to people. The Mount Kenya people have been abused for far too long, wakiitwa wakabila na si wakabila. Mungu tunaomba utupatie political power, not to do harm, not to protect thieves, not to protect bad people, but for two things only: justice and prosperity for all people, so that our people may no longer again be taken advantage of like Nduta. And if innocent people will ever find themselves in a mess, if innocent people will ever find themselves in a mess, and we in political power, we have the civil power, we shall use that power for justice. Na wale watu magaidi wote wanafanya hizi vitu zote, when we have the political power and the civil power, we shall fix this country. Huyu mtoto, however Mungu amedecide kufanya na Nduta, tunamuambia hata William Ruto, rais wa Kenya, usipotoa Ruto, usipotusaidia,
tuko na Mungu wetu who has the final say. He has the final word. Tumesikizana kwa watu kesho hata tukienda huko kwa maandamano, wenye who are able to skip one meal just to pray for Duta, because this girl atakufa kifo si yake. She will die, but God forbid. She will die, she will have been used as a sacrificial lamb by the greedy and the corrupt. But tuna Mungu mbinguni. Tunaamini they have had their way, they have succeeded so far. But we are praying that Nduta, you will come back home to your family. We are believing God that if the nation of this, that if our country and the leadership does not intervene, that Mungu anaishi hai. Ngai uria witu atutongoragia. Maoi Ngai uririkane kana gaka mwathani. Rora mwana uyu Jehova Ngai, we uturaga tene na tene. Look at this innocent child. Mwana wa mutheni ndari kihoto eno othe mwathani. Ngai witu wa Kirenyaga, mwana wene yakua ke Ngai. We are calling upon your name. Ngai to muhaka tuyume irio nigetha utuigue. To muhaka tuihore makanitha-ini nigetha utuigue. Na tondu Ngai wethana wi kihoto, ndukanareke mwana uyu akue Ngai. Ndukanareke mwana uyu ekirwo mukanda. Oh God. Ngai witu mwana uyu ndakanekirwo mukanda ngingo. Oragwo nigetha anduma Ngai. Oh God Jehova. Mwathani Ngai ithe witu, Ngai wa Kirenyaga. Twagweta twi nyumba ya Gema. Ngai twina thirikari yahota kwaga gututeithia, no we Ngai uturaga tene na tene. We uthoire injustices, uririkane mwana uyu Ngai muthondekere njira. No hutio na atongoria cia Vietnam makorwo ni andu mendete kihoto, mauge they look into her case. Ona thirikari itu ikiraga gwika undu Ngai, ngoro cia atongoria cia Vietnam ni aku mwathani. Reke wariria atongoria cio ngina metoro Ngai, reke magatoro mageciria uhoro wa mwana uyu meguthie guita an innocent child mwathani. Mwana we na innocent mwathani maririe Ngai na wagutucokeria mwana uyu Ngai. Matwaguthaitha Ngai na twakwirwo uma Ngai mbere ya andu aria mehaha, tutikariganirwo ati ni wokire. Twetire thirikari ikirega guka kana igiuka, no atucokerie mwana uyu muoyo Ngai. No tukaririkana ati ni twagwetire twi nyumba ya Gema, no gitucokeria mwana witu ari anyue mukanda akua ki Ngai witu. Na tondu thirikari ino no yage gututeithia Ngai, twagwita baba ndukage gutuigua, tucokerie mwana uyu witu. Ndukareke akue gikuo gia greed and corruption and injustices. Tondu Ngai nduhakagwo na Ngai nduhakagwo na ni uri kihoto. Reke kihoto giaku gi prevail. Umukihoyo tuku mahoya maitu manjie mwana uyu araitwo Sunday. Andu a nyumba itu mwi thayo. Ni ndi thayo ngetwa wa Mbugua, no ndi na thayo ucio wiragwo wa ma. He muiritu ndona kuratuika ikure mwena wa Vietnam. Muiritu ranyitirwo na dawa na ti hindi anyitwo ni muikarangu, tondu angigakinya ni gutwirwo ni mundu ikarangite. Ndumirwo video icio thimu-ini yakwa, no ndona Facebook-ini, ndaigua kiha kingi muno. Wa mbere ni ndinda ngimwira na ni ndinda ngimukania, na he muiritu ta thikũ ithano thiru uguo urarikirikwo noti uria njugaga cemanĩtie nake airport, tugitwara one of my friend airport, augite kwirwo bag ndiramwira cha ithuĩ tũtingĩruta wĩra ũcio. Ti atĩ tondũ nĩ ũnjũĩ njĩtagwo Njaũ wa Kataro atĩ ume na kũrĩa wauma atĩ ũtũnengere bag tũgũteithie. Ũcio nĩ ũndũ ndũrĩte nganĩtie andũ na ndigatiga kũmũkania, tondũ ndũmenya ũkĩrĩa ũkuĩte nĩkĩ. Na the moment bag yathie we urathi kumenyana haria gutwikaga we ndi umirorete na ndio confirmite niki gi thiini, koguo bag ni yaku. We kuga ni yaku we innocent, tondu na ndwi niki kiho watungana na mundu airport akwira ndeithia wakua murigo utari waku. Gutura ndimwiraga nginya ri, gutura ndimukanagia nginya ri, tiga gucoka gukwira mundu kindu airport. Thiku icio na arata tutirama trust. Kwina kesi ingi ya mwanake ungi, mwanake ucio na ni njoona hari eri tha ici tondu ni inukire. Ucio tungitongana nake no agũrĩire ngoima. Mwanake ucio arehirwo guku kiratu kiria ritwa kue kiari na bangi no ndamenyaga, no tondu wa Ngai muico mwanake ucio nacokire kuma riria ndaiguire story icio. Na mundu uria wamwikire mundu ucio tha ici ngwiciria aheririkite muno, tondu mwanake ucio ni ikarire njera hakuhi mieri 6. Niĩ ona ndioĩ ũhoro ũcio, nderwo ndaiguire ruo rũingĩ mũno ngoro, na mũndũ akĩagaga ũrĩa gũgĩka nĩgetha ũteithie mũndũ ta ũcio tondũ nĩ mũndũ innocent. Rekei ndĩmwĩre
ndukanetikire gukwira mundu kindu tiganaga nakio ona kana no tigana nake tondu nduithu yaku ni iriku nduithu yaku ni iriku ati tondu mundu muratwarana nake akwire nenda ndege moja nisaidie hii bag wachana nayo tondu the moment kindu kiu giathimwo kiro giekirwo tagi kindu kiu ni giaku njoke njigue undu ungi muiritu ucio gutwikaga aigaga we ndamenyaga kuria arathie na no ni uhuthu 100% akorwo ndamenyaga tondu most of the agency manengeraga iritu ya thimu makunengeraga indo ciaku ciothe wi airport ona ndungihiwa korora umenye atiriri ndirathie naku gutiri undu wina nduri wa travel ringi koguo we no kuoya ki ona tokona nginya ndiu yothe nginya uria meguthi gutungana Ethiopia guria othe meguthi manengererwo murigo ucio othe toko agent ni oi ndirenda ku put blame to anyone no angikone amenya athia Vietnam ri iyo ni connection ingikorwo ikitwo uguo mero we caria mundu we utwire uria huana ni tukumno mu describe ona bica ni kuhurwo na itumwo ona ritwa ni rikurutwo haria agikinya gwe airport yerwo ndeithia kamurigo fulani koronya muyo ni athire gikinya murigo ucio ingere successful na we ndangiamenyire kana ni ateithia andu no ru thaici nguri ya mukomeire kuratuika ati no ragirwo no twerirwo kinyongo ni ndi muhoi Ngai muno na ni ngo ndi mwitikia muno na ni no hoe Ngai mwiritu ucio arekererio ndi uria matho ma Vietnam mathiaga no ni njui ni gukoragwo na maundu maritu muno na no nyende thirikari mundu uria ngigwa maundu ma thirikari ku icio itigarite mageri ku interfere mageri kuingirira undu ucio mwiritu ucio arekio tondu mundu ucio ni na ngoro-ini yakwa kuringana uria njui andu uria mekagwo maundu guku mwana ucio ni innocent kwanza engirorwo passport yake ngoro ndiri yahurwo stamp ndari ya travel handu hangi mwana ucio is very innocent magirwo mamuteithi tene gutaneha tondu kiu ni kiha kingi muno mwana wathia gwithukumira wathia kwiyethera kindu ateithie na teithia ciareke na ateithie ciana ringi ciake ateithie family yao riu arorete kuragwo ni undu wa mundu huyu handu wiyendete mundu wendete kuria cia tuhu kiu ni kiha kinene muno na ni ndagukania kuma umuthi ni thina wakwa njaragia maundu mangikaigua ta ngurira maithori makwa mahana gwitika na ndie nda maithori makwa magito ni thitha nyingi muno na ni ndamukani kuma muthenya wa umuthi ndugacoke gukwira mundu kindu airport ona kana nu tigana nake na mwiritu ucio no nyende comment haha auge na ni manjau ni mwaregire na kiro ciake ciari nyingi no ndingitikira because I don't know niki akuite hau na mundu ringi arutaga wira nyumba ndiramwikuira but to me everyone in airport is suspect to me everyone in airport is a suspect na nie ndingi gukwira kindu wende kana ndwende atangikona kindu ni ndagura kindu kiu wandumira mbeca ndagura kindu kiu na menye kindu kiu ni bati kuona ndege ni gutire kindu nginengera wohete gukuire ona tungigatungana na airport ugathii ukiuga njau ni mwitei no nie ndingi gukuira ona ungikorwo wi ukana wi na gikorwo wi brother yakwa nguhora ni ndicio ciothe hau ndicitethi tondu ndiwe kana ona ni wanjiri gucenjio wanji kuruta wira ucio wa trafficking icio ni tha nyingi muno icio ni tha nyingi muno tuhoe Ngai muno ahoi Ngai etikire tuko twitikitie muiritu ucio nama woi Ngai the witu ndakae kuragwo ni undu wa gukorwo innocent no angiko Ngai yo ni onjirero wahuthirite ati ya mundu ucio akagererio kaundu atekite we Ngai no we ui gitumi